use us, Father, again for this wonderful moment, the moment you have created for this wonderful time. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you very much. I want to thank you also for having time this afternoon again. It is not in vain. God has a reason for everything and God has a plan. Watoto wote wakuje na wenye wataka kuenda watoke waende. Kujeni hapa karibu watoto. Everybody to be seated. The noises out there iishe. Waambie tumeanza. Soko iishe. Watoke donyo ni donyo jeru. Ni donyo jeru. Bwana Yesu asifiwe sana. We are talking about speaking to the mountain. The challenges that we have in life. A mountain is the challenges that we have in life. They have been so difficult, and we have faced a lot of difficulties in our situations. Maybe in family, your children, your father, your mother, your church, and every places that you go. There has been difficulties of life. There has been challenges that we face. Can you ask those people please to go? Ask them to go. Apollo, waambie waende. Waambie watoke hapo waende kabisa. Watu wa Mukuru, nyinyi ndio mnaongoza na makelele hapo nje. Lucy, tell them to go. Thank you. God bless you. So, when we are talking about moving the mountain, ni kusema kuondoa mlima ulio mbele yako. Na huu mlima ulio mbele yako inaweza kuwa ni magonjwa, inaweza kuwa ni umaskini, inaweza kuwa ni challenges za marriage, inaweza kuwa ni mambo ambayo ni magumu katika maisha yako na misingi yako. Na mambo hayo yote yanakuwa ni kigugumizi, hayaondoki. Are we on? Are you sure? Okay. Hawa vijana mlipanga waje ya kuwahusu? Hawa vijana mlipanga aje kuwahusu? Mlipanga aje kuhusu hawa vijana? Walete hapa wakae hapa. Wote. Ndio tuwatafutie mahali wataenda kukaa. Otherwise we are doing zero work. Bwana asifiwe sana. So therefore, what is around you, it is the mountain. The obstructions, the challenges, could it be in form of diseases, could it be in form of poverty, could it be in the form of stagnations, could it be in form of any form of a challenge that is around you. That is what we call a mountain. And a mountain, when it is in front of you, it indicates that hawezi kuona upande ule mwingine. Kumaanisha hawezi kutoboa. Kumaanisha hawezi kufaulu. Maana kilicho mbele yako kinakuzuia kuona the other side. Na Biblia inatuambia, I am now making my covenant with you and with your descendants. Umetoka huko kwa chokora, simama. For you to feel or to get the challenge of life, si usimame, you must understand that you have a covenant with God and your descendants. Meaning you as a descendant, it is not you who made a covenant with God. It is Abraham that made a covenant with God. So if it's Abraham that made a covenant with God, and God was promised your descendants, and we are all the descendants of Abraham, that means we are under the same covenant. We are under the same agreement that God had with Abraham. And therefore this agreement that God was with Abraham is that it has a foundation that gives you permit, that gives you leeway, that gives you power, that gives you authority not to be faced by challenges or be defeated by any form of a challenge. Because when you have a covenant with God,
The Bible says, and God told Abraham, because you have not denied me, your son. 50 bob. Because you have not denied me the opportunity. Because you have not denied me the opportunity to surrender your son to me. To bless, I will bless you. And I will increase you as the son of, as the stars of the heaven and the sand of the sea. Then there is another special message he did to promise he did to Moses, to Abraham, that the gates of the enemies of your descendants will never prevail over them. That your descendants will be protected and fought for, because I have made an agreement with you that your descendant will never be defeated by any one of their enemy. Meaning that God gave a consent of fighting for you even if you are not existing. Because when God was talking to Abraham, he was talking to Abraham who had only one son. And God was asking for that one son. And he was asking for that one son to be sacrificed. But through that one son, he gave a covenant and a promise that your generations will never suffer in the hands of their enemies, will never be defeated in the hands of their enemies. He gave them power and authority. When Abraham had a lot of challenges with Lot, and when they went to the new land that God had promised Abraham, then God told Abraham, because now you have abandoned Lot, and as I had told you not to go this journey with your family member, because there are family members that bring obstructions. Obstructions are not created by somebody who is outside. The challenges, the mountains that you are facing today, they are not from outside. They are from inside. Because of 2 or 3 things. 1, generational curses. 2, generational altars. And 3, bloodline altars and curses. These are the words that has really caused you to suffer or to stagnate. You are facing challenges today because of generational altars and bloodline altars. And also, generational curses. Moreover, there is another one. The territorial altars. There will be no blessings in your life in the same territory that God does not want you to be. Abraham, for him to be blessed fully and for him to receive the mantle from God, he was told to get out of his father's compound. There are things that your father has been doing or is doing that will limit you from being successful. When you are under the same roof with your father, you cannot go beyond that roof. Are you getting me? When you are under the same roof with your father, you cannot go beyond. Let me give you a very good example of like people in the ministry. Our spiritual father is Harrison Nganga. Harrison Nganga has his own church inaitwa CFF. And the topmost person after Nganga in the CFF church ni anaitwa nani? Deri. Ni Waderi ama ni Deri? Waderi from Kiabu. He is the most closest. If Bishop resigns today, he will take over. He has a big ministry in Kiambu, but he cannot go beyond Harrison Nganga. He cannot become better than Harrison Nganga because he is under the roof of Harrison Nganga. But now, me and Kemani, let's take Kemani, leave me alone. Let's take Kemani William, John Kemani William. He is a son of Harrison Nganga. If you look at Kemani William, he is much ahead of Harrison Nganga. And he has a bigger name than Harrison Nganga, though Harrison Nganga remains a father to him. Why? Because this guy chose to cut himself from territorial altars. Because territorial altars in this case is CFF. And you cannot rise beyond the territory known by CFF when the head of CFF is still alive. You are going still to remain under. Even if you become so powerful, it is not you who will be seen. It will be seen from Harrison Nganga. Are you getting me? But Kemani moved out of Harrison Nganga, but took the cover of Harrison Nganga. Now Kemani
is seen much bigger than who? But than his son. Because his son chose a different course outside his brackets, outside his umbrella. So he grew. He became bigger than Waderi. He became bigger than any other that is in CFF. He became, because he is a kingdom seeker. He is a child of CFF, but kingdom seeker, a different ministry. That one will make you grow and become better. And that is when you get out of your father's places or your mother's places. When you move out of hiyo shamba munapigania, ati mbioleda mogoda wa mami wanyu, if you get out of it, God will provide you, give you a better place. But if you remain in that shamba of your father because it is of inheritance, and your father died when the money he had in his account was 10,000, that is the level you will die. You will die at 10,000. You will grow, you will go, you make a lot of money, but by the time you will die, utakuja kukufa ukiwa na 10,000 ile baba yako alikufa nayo, because you cannot exceed the umbrella that was created as a territorial altar. You cannot go beyond your father. You must be removed. That is why God removed Abraham. Akamwambia odoka kwa baba yako, uende baka ile nchi naenda kukubarikia. It's not that God could not have blessed him akiwa kwa baba yake. Lakini angembless akuwe na ng'ombe 800, baba yake akikuwa na ng'ombe 200. Baba yake angeanza wivu. Na ndio kwa maana aliambiwa asiondoke kule na mtu wa familia. Maana mtu wa familia ni representation ya familia. Kwa hivyo mahali popote utaenda ukibeba madhabahu, representation ya familia. So whatever you go with this Rutu, ataendelea kuperpetuate interests za familia yao. Ndio naona huyu mzee wakati aliondoka na ngamia 500, punda 500 na hata mang'ombe nyingi sana. The man was still rich. Na aliondoka mpaka na wafanyikazi wake wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipofika mahali, huyu kijana alisplit, akatengeneza wafanyikazi wake na akatengenezea mzee wafanyikazi wake. But remember, alitoka na umbrella ya baba ya huyu mzee. Lakini wakati alienda akatengeneza serikali yake. Na hiyo ndio unaona in ministry ama biashara, unakuta mlianza na mtu na biashara, lakini katika hiyo biashara kumbe alikuwa anatafuta platform mahali pa kukanyaga, anatengenezaga biashara nyingine yake. Miwe mnafikiria mnaenda pamoja, lakini hayuko pamoja na nyinyi, ako kwenye biashara nyingine yake. Only for you to come and discover already amejenga furati Mombasa, amejenga furati Kisumu, amejenga mahali fulani. Wakati sasa amesikia kuna mababa ya kutoka, anaondoka na madharau na anakuambia mimi sitaki kazi yako. Those are territorial maneuvers and powers. When you are carrying somebody under your territory or in a territory that you are supposed also to get out of it, you don't have freedom, because the freedom is carried by the owner of the territory. Abraham aliondolewa kwa baba yake because alikuwa amekaa in the owner of the territory. Baba yake alikuwa anaitwa Terah. Kwa hivyo hakuna kitu angefanya kiexceed baba yake. Kumbuka baba yake alikuwa mtengenezaji wa sanamu. He was an idol worshipper. Therefore this baba alikuwa na more strength in terms of spiritual life than Abraham. Na hata kama Abraham angekuwa na anointing kubwa, bado angekontroliwa na spirit ya baba yake, because ako under the roof ya baba yake. Are you seeing me? Are you seeing what I'm saying? Until you get that roof that is covering you, you will never ascend to power, ascend to leadership, ascend to new positions, because you are still under the roof ya baba yako. Na utafika mahali alifika. Kama baba yako alifika na ng'ombe 6, hauwezi kuexceed 6. Ukifikisha 6, ng'ombe yako ikizaa ikuje ya 7, ng'ombe 3 zitakufa. Because the territory does not allow you to exceed what is given in the family as an altar. Because what is given in the family as an altar controls the family. Are you getting me? What is given in the family by God as an altar, where your father got into the limitation. Ukimwangalia kama ako bado kwa shamba ya baba yake, ana behave kama baba yake. Na hata kukufa atakufa kama baba yake. Maana ako kwenye territory ambayo ndio ilizalisha hiyo kifo. Kama baba yake alikufa kwa sababu ya ulevi, utakuta baba yako pia atakufa kwa sababu ya ulevi. Kama utakuta baba yake alikufa kwa sababu ya magonjwa, iwe ni TB, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, hata baba yako atakufa kama baba yake, because ako chini ya territory ambayo inanena ugonjwa wa kansa,
ambayo inanena ugonjwa wa TB, ambayo inanena ugonjwa wa kisukari, ambayo inanena ugonjwa fulani ama roho fulani iliyojawa na umaskini. You can only become free from what is happening in your family if you detach yourself. You cut the umbilical cord. Ujiondoe kabisa. That is why God told Abraham, ondoka uende mpaka ile nchi nitakupeleka, maana huko ndio nitaenda kurelease your own dimension. Alipotoka alibeba kijana Lutu ambaye alikuwa ameambiwa usiende na mtu wa familia. Siku nyingi na mara nyingi tunakutanga wakati tunaenda kuvunja madhabahu ambayo inaguza familia, unaita dada yako atimwende mkavunje madhabahu. Hiyo madhabahu haitavunjika. Unaita ndugu yako todi tukavunje madhabahu, haitavunjika. You are supposed to break these altars alone. Do not involve them, because you might be involving your sister who is the carrier of the madhabahu, who is the protector of the madhabahu. Kuna mtu kwenu ambaye ni link ya ile madhabahu inakutawala, na yeye ndio custodian, yeye ndiye anashikilia, na most likely yeye ndio utaita mwende mkavunje madhabahu ile yeye anashikilia. Na ni udaona mlipanga mtaenda kuona mchungaji fulani tarehe fulani, all of a sudden within that week ya kwenda kuonana unasikia kumetokea vita kati yenu. Na unasikia wengine wanasema ni mhujesho dimwedete, mhujesho na a devil worshipper, because you contacted the contact. Madhabahu haivujagwi na watu, inavujagwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia Gideoni. Gideoni alikuwa ametengeneza 32,000 people, lakini Mungu akamwambia you shall win this battle as a man. God knew what he was telling him. He was saying this battle is not for the people, it is for you. Because he even didn't know what he was fighting. Yeye alikuwa anafikiria ni Wamidiani wanaenda kupigana. Hakuwa anajua ni baba yake. Na akipanga watu 32,000, baba yake ndiye alikuwa anamsaidia pesa ya kununua sukari ya uji ya watu wakunywe. Pesa ya kununua nini? Ya kununua chakula ni baba yake alikuwa anatoa. So the father knew this man is out to defeat me. So the father continued giving what to eat or what to give this money, these people. Na hiyo ni madhabahu huyu baba alikuwa anatumia ya kuvuruga hiyo mkutano, ya kuvuruga hiyo jeshi, ya kuvuruga hiyo mipango. Whatever that is given itapatiano kusaidia hiyo kazi. Huyo dada yako mwenye ambaye ameshika madhabahu ndiye ameachiwa madhabahu ya kwenu. Akitoa pesa ndio mkuje mvuje. Ametoa pesa ya kuvuja madhabahu. Hii plan hiyo mko nayo. Ametoa sacrifice. Hiyo plan yote itaanguka. Because wataambiana ni turadhi kodhario. That is why God spoke to Gideon akamwambia you shall win this battle as a man. Alitaka kumuondoa, remove yourself from 32,000 and remove yourself from your father. Kisha akamuita kando, akamwambia kuja. Nenda usiku uende kwa zizi ya baba yako. Uchukue kuna ng'ombe mbili za nani? Za miaka 7. Na akamwambia usiende mchana, uende nini? Usiku. Gideon had brothers and sisters, and he was never instructed go and carry your sister, go and carry your brother. Aliambiwa nenda kwa wale ambao mnashirikiana na wao kule nje, uchukue watu 10, muende mkiwa watu 11. Lakini uingie kwa zizi ya baba yako, utoe ng'ombe mbili ziko hapo za miaka 7. Remember in Judges chapter number 6 verse 1 inasema, and the children of Israel did evil in the sight of God, and for 7 years they were rendered into a punishment of a judgment. 7 years suffering, and they were suffering forever. 7 years without relentless. Every night, every day, Midianites and the Amorites and whatever, they came and attacked them. Bwana asifiwe sana. But remember when the time became, wakati ulifika wa kuondoka kwenye hiyo madhabahu, because God presents himself when you are to be liberated. You cannot make a decision that this is the time I want to get out of it. It is God who will present you into the liberation. It is God who will present you into coming out of that situation, because it is only God who knows what is the judgment you are going through. In chapter 1, once again the people of Israel sinned against the Lord. So he let the people of Midian rule them for 7 years. He let people. So maybe the disease that is in you was led by God. And here unaendelea kusema ishidwe na ni agent wa Mungu. God has his own private army, secret army that attacks you, secret army that controls you, secret army that destroys you from inside. And you can never defeat this secret army because you don't know how they operate. They are operated by God. So he once again the people of Israel sinned. It is out of sin.
It is out of sin that they were let to be punished by the Midianite because of the sin. So because of the sin, maybe not your sin, ask yourself, which is this sin they committed? No, it's not documented anywhere. The sin they committed, this one, is not documented anywhere in the Bible. But if you go deeper, you discover along in the other chapters, Joash, the father of Gideon, did go and spoke to the Amalekites, and they agreed with the Amalekites, you are going to protect us, and then after we shall give you this something. They give him an ornament that he took it to the altar, because he was the elder of the church. He was the chief priest of the church. So the ornament that was given by the Amalekites to him, he took it to the church. And this which was given by the Amalekites to him was an idol. So he transported an idol of the god of Baal and brought it to the church. Like now, he was given this thing as a gift. He was not given as a god. He was given as a gift. That take this gift with you, because we have agreed you are going to protect us. Take this gift with you. Just enjoy life. Have fun. Then he took it because aliona imechorwa simba. Aliona imechorwa kakitu. Akaipeleka kwenye madhabahu ya kwao. Na akaiweka mahali. Sasa kutoka hapo, hiyo kitu ikageuka. Ikakuwa sanamu. Ikawaondoa kutoka kwa kuabudu Mungu. Ikampeleka kwa kuabudu sanamu ya Baal. It was a small thing. And that is why I normally tell you, before you bring anything to the church, iwekelewe hapa. So that if it was an altar that has been brought, tuivujie wapi? Hapa. Don't allow to take anything. Hata mtu akikupatia pesa as a gift, maybe your mother, your father, your grandfather, whatever your uncle, sanctify that money. Don't just take it. Don't mix that money with your money. Your mother can ruin you. Your father can destroy you. Your grandfather can destroy you. Look at what happened with Jacob and Esau. It is the mother who destroyed, because of the love of one son. So once again, the people of Israel sinned. What they sinned? It is only one person who sinned, not the people of Israel. But because he was the leader, the entire group sinned. The entire community sinned. Because he took that which was given to him by Amalekite, he took it to the altar. And from there, people started worshiping that thing, because it was glorious. It was metametering. It was good. You got a gold, something goldish. So they stopped worshiping God. And when this man picked this gift from this Amalekite, that very day, he gave what? A judgment. When God says, let the people of rule over them for 7 years. When you hear God has given a number of years that you are going to suffer, that is what we call a judgment. A judgment is given by years that you are going to suffer. So he gave them 7 years of suffering. The very day he gave years of suffering, the 7 years of suffering, he also gave birth to 2 calves. That very day, the judgment was released. Kulizaliwa ng'ombe wawili. Kibia pale. Wigia hapo kwa washroom. Upaguse uso kidogo alafu kuja. Kibia tu. Wewe ni mzuri. Naona shetani anataka usisikie hii story na ndio imekufuga. Are you getting me? That very day God gave a judgment. God will never give a judgment without a solution. He will give a judgment and give a solution, because he gave 7 years. In these 7 years, he knows that you have to get out of this covenant, out of this problem. So he gave a solution. They grew with the solution. When the Midianites were coming, taking away their flocks, they were taking away their food, they were taking away, those 2 cows were never taken away. They grew with them. They walked alongside with both the enemies and with both the owners. These were never stolen. Others were being stolen, but this was never stolen. Why? Because it was presented by God to them, and they walked with it all along. Are you seeing now? So what the solution for your life, it is existing. When it is God knows. That is why I tell you, never allow anybody to tell you that bring me a sacrifice of 100,000 nikuvujie madhabahu. That is a lie. It is only God knows when and how and what to be given. Only God
has the secret. Only God gave them 2 cows to be walking alongside them, knowing that this is what will liberate them. They didn't know. They thought they are very lucky. These cows, yani walikuwa nasema hizi ng'ombe zinakulaga na hawa Midiani hawachukuagi. They will not touch that which is supposed to set you free. No demon, no powers of darkness can take it away from you. It will be forever for there. They will steal everything and that one will be left. Watakunyang'anya, utakoniwa pesa zote, lakini kuna zile za madhabahu zitabaki kwako. Utakoniwa mabusi, utakoniwa kila kitu, lakini ile ya kutoa kama dhabihu itabaki na wewe. Hakuna mahali itaenda, maana sio ya hiyo familia na sio yako. Ni Mungu ameiweka. You are just a custodian of what will set you free. God can never give you a judgment and refuse to give you what will remove you from the judgment. So he gave them the judgment of 7 years, but also created 2 cows that will live with them for 7 years. So when Gideon was ready to be set free, when Gideon was ready to now liberate his people, he was sent, he was directed by God. So whatever you give is directed to you by God. Me as a priest, I will tell you, you need to give a sacrifice. From there, it is you to go and do the research and know what kind of a sacrifice am I supposed to give. I will give you a hint because God knows, he tells me, I will give you a hint, but I will not make you make the decision. I will not push you to the decision. I will just allow you to just pray to God and God will tell you, take 2 eggs. Beba kijiko ya nyumba, beba sahani, beba shilingi 10,000, beba milioni 1. And you can never give out that which you don't have. Hauwezi kuenda. Dhabihu haitolewagi. Wakati wa kutoa dhabihu na wakati wa kufunguliwa, hizo vitu zote zinakuaga ready. God anakuanga ameprepare hiyo siku, hiyo dhabihu ambao unafaa kutoa, na anakupatia ufunuo, anakuambia ni shilingi 10,000. Anakupatia ufunuo, anakuambia ni shilingi 1,000. Anakupatia ufunuo ni shilingi 500. Bwana sifiwe sana. Lazima akupatie ufunuo what you are supposed to give. I can give you a hint. Nikwambie umefungwa at the range of walitoa 30,000. Sasa hiyo nimekupatia a hint. Sikujakupatia ile utatoa. I just give you a hint because ni usiteseke sana. But I will never tell you exactly what to give because it is not, I don't have that power. Then verse 2, let's go to verse 2. So the Midianites were stronger than Israel. The people of Israel hid from them in caves and other safe places. Remember, the children of Israel were stronger because they are children of God. Were stronger than the Midianites. But in this case, the Midianites became stronger. Because why? These people were sanctioned by God. Endo pige hawa watu. And the Midianite spirit ni mbaya. Maana the Midianite spirit, it is which when unadhokoma, when you are about to go and eat your money, a disease comes in your family. Something just crops up. Unasikia saa hiyo ndio shosho wenu amegogwa na ng'ombe na busi ama amekanyagwa na kuku kwa jicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo hiyo wakati umepata tu pesa twako tumeingia, umevuna mavuno mazuri, ndio unasikia kuna accident imepatikana kwenu. Siku hiyo ndio unafanya kazi vizuri. When you harvest, the day you harvest, wanakuja. Hiyo ndio spirit ya Midiani. A spirit ya Midiani inaletagwa na sin, the sins of your father. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a sin that emanates from your father. It is an iniquity. Hallelujah. When this man Joas took this altar, akapeleka kwa altar, alisababishia watu wote wakaanza kuteseka. Mtu mmoja, kiongozi mmoja hapa anaweza kusababisha hii kanisa tuteseke. Mimi mwenyewe naweza kusababisha hii kanisa tuteseke. Tukaange tu hapa, tunakulana, tunamalizana, tunapigana, tunafanyana. Yeah, there is nothing that is happening because I have an altar hapa ambayo si ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So God called upon him na akamuita you man of valor. Akamwambia no, I'm not a man of valor. I'm least in my family and we are least in our clan. How dare you tell me we can fight these people? Akamuita you man of valor. The heavens knows you differently. You look at yourself a weak person, but the heaven knows you are a man of valor. It is only that you are under iniquity. Iniquity is not sin. Iniquity ni zile dhambi zilifanywa na mababa zetu. Zile madhabahu zilinunuliwa na mababa zetu. Yani you are in this problem, you are in this challenge, not because you did it, but your father did it. But your mother did it. Your grandfather did it. You are suffering because of that suffering of 4th to 5th generation.
So many people here might be here. You are here, but what you are going through, it is not you. You didn't do that. You don't deserve even. But because there is a lineage in your family ambayo ilifanya jambo fulani, you are being suffering. Inaitangwa collateral damage. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu anaitwa Joas alitendelea kutengeneza jeshi 32,000, but he didn't know si 32,000 inahitajika ni yeye peke yake. That is why God came and told him, this battle you shall win as a man. You as a man, wewe peke yako. Maana sio hiyo unafikiria, sio hiyo wa Midiani. Maana wa Midiani ni askari wangu. Wa Midiani hawakuwa askari wa shetani. Na sasa hapo kama ni sisi wa Kristo tunarukaruka hapa tukisema nini? Shindwe katika jina la Yesu. Nakemea. Unakemea nini ambayo imewekwa na Mungu? You cannot win. That is why you see so many of us are so desperate. Tumepatwa na changamoto nyingi sana ndani ya kanisa because we are fighting God inside the church. We are fighting the hand of God inside the church. Only what God is looking for us to change tabia zetu ndio atuondolee. Akamwambia, you shall win this battle as a man, not as a group, not as 32,000, not as a clan, not as a family member, but as a man. Meaning alitaka kumtoa ujiga. Hawa unaona sio shida, shida ni baba yako. So akamwambia, nenda kwa zizi ya baba yako, nenda uchukue nini? Ng'ombe wawili wa miaka 7. Nani aliwaweka huko? Ng'ombe zingine zote ziliibiwa, lakini za hiyo mzee hazikuibiwa. Hizo mbili hazikuibiwa. Kwa nini? God, wakati Mungu aliwaweka into the punishment, alizalisha ng'ombe ya kutoa hawa into the punishment. Aliwaambia 7 years of suffering. Alilea ng'ombe hii 7 years for release. So the problem and the challenge and the solution that you need is within you. It is not outside you. When ikifika ni mambo ya madhabahu, it is not outside you. It is within you. And that is why God will call you alone to do the job. You alone. Don't go call your sister, your brother, or your cousin, or involve your mother. Don't involve them. Use a lot of tricks. Tumia binu aina yoyote ile uhakikishe umeenda kwenu na ndugu zako zote wamekubaliana. That is what I did when I took Harrison Ng'ang'a kwetu. Mimi nilicheza karata na kila mtu wetu wa familia, all of them niliwachezea karata na nikawaonyesha wao ndio wanapanga, lakini I was doing it alone. Nilikuwa nacheza na huyu, nacheza na akili ya huyu, nacheza na akili ya huyu, nacheza na akili ya huyu. Nikacheza kwanza na akili ya mama yangu, nikamleta hapa kwa Gurogai. Kutoka hapo nikamwambia, nikapigia simu Harrison masaa jioni, dokegaidia mami haha, akasalimia mama yangu. Kisha nilikuwa nimemwambia venye tabia mama yangu, dogiokea ujerere. Mama akakubali, akamwambia nito ukanego irado radehe. Nikamwambia sasa siku mzuri si kwenda kutembea kwake, tuende tutembea kanisani na tutaenda Wednesday. Bwana siku hiyo ndio anakuaga bishop, akibishop. Sikutaka tuende tukapata Mr. Ng'ang'a, nilikuwa natafuta bishop because nilijua mama amebeba madhabahu lazima ifujike. Na huyu mama akienda atatuacha na shida. I could see it. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niliona miaka mama imeenda, amefika 110. Ni huyu hata ukitumia ujiga, si unajua mama anaenda huyu. Ni venye hujui ataenda lini, lakini unaona miaka imeenda kabisa. Mama yangu tukampeleka hapa kwa Harrison. Nilipomwenda nikamkalisha hapo, nikamwambia uweka atiriri tondu ni aroka akigagirira andu mokori umwire oke mucia hoere ciana ciake. Mama yangu akaambia Harrison, no uke mucia hoere ciana ciakwa. Akakubali. Mama yangu nikamwambia, sasa pigia watoto wako wote wakuje wapi? Mimi sikuwaita, ni mama ndiye aliwaita, na mama ndio anapelekwa kijijio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mama anapelekwa nani? Kijijio. Maana ningeitisha mimi wagiasa kusema ni maundu mariko macio urenda guthondeka tuli arogi guko. Urenda guthondeka riu tukorogo na maundu macio. We nawe tutigithie ngoma ciaku. Hivyo ndivyo angeniambia, na plani yangu haikifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So nilimtrap yeye, aliambia Harrison, naye Harrison akakubali. Harrison akapatia tariki 20 tukakwenda nyumbani. Harrison alikuja mpaka nyumbani. Alipokuja nyumbani nikaambia mama, sasa si unajua sasa nilikuwa nimemprepare. Si unajua sasa mlikuwa kwetu baba yangu ni wa bibibili. Nikamwambia mmekuwa mkipigana na ule mama sana na mauchawi na nini. Sasa abia Harrison ile idhito imeweza kwa imefikwa hapa migi itolewe, maana nilijua tayari alikuwa anaficha idhito akitu protect.
Alikuwa anaenda kwa mganga, anachukua hili tu akitufanya nini? Maana huyo mama mwingine alikuwa anatoroka kabisa. Na yeye alikuwa anatafuta mganga wa kukava mshaba. Kwa sababu hawa mama ni wale wa zamani, hawakujua kanisa sana. Kanisa zimekuja juzi. Sasa mganga walikuwa nahusika. Sasa nikamwambia, Ng'ang'a akikuja, si umwambie zile vidhito zikiwa hapa zote. Sikumwambia zake zote zingolewe, umwambie hivyo na mdomo yako. Akaniambia uko negwa nitokwenda wago ini atutesire muno. Sasa mkemwesa wago ini atutesire muno, lakini mimi sikuwa na haja za wagoi, nilikuwa na haja na zake. Wakati kulimwagwa mafuta, Mungu akashuka. Wale walikuwa huko waliona, wale watu walikuwa huko simuliona, Mungu aliteremuka. Maana huko kwetu ni anointed area. Maana zile vitu zote zilikuwa zimefichwa huko, zilingolewa, zilivujika, zikaaguka. Na hapo Harrison mpaka alikuwa na shida kuenda. Alikuwa anataka kwenda, anakaa chini. Alikuwa anataka kwenda, anakaa chini. Tulikaa mpaka karibu saa 3 usiku huko. Mpaka bibi anamvuruta na mwambia deto diwe kitu ambaye haijaionekana. Kwa nini? Kuna ujanja nilitumia. Kuvunja madhabahu ni ujanja, si ujinga. Nyinyi mnakuaga mwa ujinga kabisa. Kwa sababu nakujaga na wahoji hapa, ati dathiregera baba ito no yakatavunja madhabahu. Na thoguo no yekirite ithito kwanyu. You must find a way. Ukijua ni brother yako mchawi, find a way. Yeye mwenyewe akonfess, but fatumia barabara mrefu. Enda baka Mombasa, urudie ya Kitui, uzunguke hivyo utokee Thika. Mkienda wapi? Thika. Badala ya kukata hapa muende Thika, nenda bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu akamwambia Gideoni, you shall win this battle as who? As a man. Mungu akampatia hint. Tike ureciria. Ti Amidiani acio ureciria. Thoguo niwe muriaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hakuelewa. Mpaka tena Mungu akamrudia akamwambia, sasa nenda kwa zizi ya baba yako, chukua kuna ng'ombe wawili. Si unawajua wale wa miaka 7? Enda uchukue. Akawachukua, akamwambia sasa enda kwa madhabahu ya baba yako, uchinje ng'ombe wa kwanza, ubomoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha ukisha bomoa, unijengee madhabahu ingine. Mtu wako na hakiri hapo angejua thina ni kiki kitu kiliko. Thina ni fafa. Haleluya. Hapo ndio angejua thina ni mama yako ama ni baba yako. Maana alimwambia uende ubomoe madhabahu ya baba yako. Si angeuliza Mungu, tunaenda kubomoa madhabahu ya baba yangu usiku kwa nini? Kwani amekukosea? Ina nomo za kamza ziugiuliza swali. Kagai baba itu akoheteirie. Ndathi gutharia kigongona giake niki? Mungu akamwambia uende usiku. Jamaa hakukalalia, alienda usiku akachukua ng'ombe, akachinja wa kwanza, akabomoa madhabahu akaagusha. Akarudi Mungu akamwambia nijengee madhabahu kwa utaratibu. Shika hiyo laini. Nijengee madhabahu kwa utaratibu wa kujenga madhabahu. Kwa hivyo madhabahu yako na utaratibu wake. Abraham alipokuwa kule mlimani, aliandaa madhabahu kwa utaratibu wa madhabahu. Madhabahu si ukuja hapa kwa sababu umepata ka 50,000. Sasa hiyo ndio nakuvuka apostle. Ndio ikeria girira toe. Mujira madhabahu hapana. You have to ufanye kwa utaratibu. And God must speak to you. Ni nini unaenda kufuja? Akamwambia nenda kwa madhabahu ya baba yako. Uende uvuje. Uvuje nini? Ashera. Uvuje nini nyingine? Ashera poles. Na nini nyingine? Umasaka ya ndaraboshia. Umeisha? Nipatie about verse 16 hapo. Ni 16 ama 17? Around there. Angalia pale imeongelea hii kuhusu hiyo vitu. Unipatie so that uangalie alijenga kwa utaratibu wa madhabahu. Madhabahu haijengangwi just kwa sababu ni madhabahu, ina utaratibu. Wakati mtu anaitwa Solomon alijenga tembo, alijenga kwa measurement alizozipatiwa. Hakujenga kwa measurement ya mafundi waliosomea polytechnic. Alifanya madhabahu kwa taratibu, measurement, cubic meter, alipimiwa, kila kitu kilipimwa. The Lord answered, you can do it because I will help you. You will crush the Midianites as easily as if they were only one man. Ni hiyo kweli? Ama ni hapo mbele kidogo? 25, give us 25. That night, the Lord told Gideon, take your father's bull and another bull, 7 years old. Tear down your father's altar
to Baal. Cut down the symbol of goddess. Umeona goddess? And Asherah. Goddess ilikuwa inaitwa Asherah, which is beside it. It was not put at the middle. It was put beside it. Kuna madhabahu ya baba yako ambayo inakukula. Kuna madhabahu ya mama yako ambayo inakukula. Kuna madhabahu ambayo baba shosho yako aliweka kwenye familia ambayo inakukula. Kuna guka yako madhabahu aliwacha ambayo inakukula. Hiyo, this is what is following you. This is what is catching up on you. Hiyo kifo unaona iko kwenu ni kwa sababu kuna lineage ya kifo, kuna plan ya kifo, kuna systematic systems za kazi. Hiyo ukosefu wa kazi inafanyika because kuna systematically kuna kitu kimepangwa kwenu that mkifikisha miaka 35 kuna ugonjwa unatokeaga. Ukifikisha miaka 35 kuna kitu kinatokeaga kibaya. Ukifikisha miaka 20 kuna kitu kilitokea. Kuna ukiangalia majina ya Wagoi yote kwa anti fulani, ango fulani, ule watu wanaitwa Agoi, walipata ugonjwa fulani wakiwa na miaka 21. Ama alipata miba akiwa na 19. Ukiatagulia mtu anaitwa Wagoi, huko Wagoi alipata miba na 19. So you find this is an altar that created itself because of the originator, na hakuicancel, bado inasimama. Kuna mtu anaweza kuwa ukifikisha kwenu 1 million bob, ukifikisha unakuta brother yako alifikisha 1 million akawajeka TB. Sister yako alifikisha pesa 1 million akawajeka sukari. Sister hiyo mwingine alifikisha 1 million akakufujika mguu. A chronic disease just crops up. Na unakuta ni when all of us tulifika in 1 million because we are not granted permission to go beyond 1 million. Hiyo ndio inaitwa madhabahu ya mababa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why most of you are struggling because are held back under the structures of your family. Akamwambia aende verse 26. 26. Build a well constructed. Build a well, underline a well constructed altar to the Lord your God. A well constructed. An altar is not an altar until it is well constructed for God. It is not just constructed for anybody, for anything. Ukilala saa ingine utakula coffee. It is a well constructed system that is meant for God. Not just anything nikuja hapa tukogagoge bao tutengeneze. You must consult. Wakati nilikuwa najenga hii, I consulted God. Unataka nijenge nini? Akanipatia picha na akanipatia kila kitu venye itakuwa na nikaiproduce hivyo. This is an instruction. Akaniambia the first tier is God the Son, God the Holy Spirit and the Father. So these are representation of holiness of God. Bwana Yesu asifiwe sana. I did it with instruction. And then after I did it, Mungu akaniambia toa sacrifice. Na nikatoa sacrifice. Hakuna kitu nilifanya kwa hii nyumba bila kutolea sacrifice because I did it instructively. Sikufanya kulingana na venye nilikuwa najua ama venye najua venye madhabahu inatengenezwa. Hapana, I did it with instruction. Do this, nikafanya. Weka measurement hii, nikafanya. I had specific fundis to do the job. Hata hizi marangi unaona niliweka under instruction. This is what you will do. Because rangi zina represent what? Rangi zina represent what? Yeah, the angelic ministry. Every color has an angelic meaning. The white color inakuanga ya Gabriel, a messenger. The blue color inasimamia nini? Michael. Bwana Yesu asifiwe sana. The red color inasimamia Uriel, the wisdom. All these colors, they have a different meaning. And that is why they are all here. Bwana Yesu asifiwe sana. I did not do anything outside. Hata ile madhabahu tunaenda kupata, maana tunaenda kupata shamba kubwa na tutajenga madhabahu kubwa. Kuna venye Mungu amenipatia instruction na imeanza kuchorwa. So I'm waiting for that time to get that piece of land tuende tujengee Mungu nyumba kubwa. Build a well constructed altar after he has destroyed. Build a well. Hapo ndio tunaangukiaga mtihani. That you just do because ulivuja hii gini, unakuja tu unasema ndio ikilia mara na matano hao imagwa kama dhabahu. Wewe ni mjinga, wewe kodo. Wewe onakapa oge ikilia ishige siako momora. Siago aka, you need to be there
you need to be very careful. You need to know what you are building, because that is what will be driving you. Hallelujah. Ya kubomoa unaweza hata kutuma watu wakuja wabomoe, lakini ya kujenga you must know, and you must not build kakitu hivyo tu. That is where you sweat. Unaweka sweat yako yote, because this is the car you are building to take you for their future. Hiyo ndio madhabahu sasa itaitanishwa na wewe. Sasa umetoka kwa madhabahu ya baba yako, umetoka kwa madhabahu ya mama yako, umetoka kwa madhabahu ya shosho. Sasa wewe jenga yako itakayodumu kama ya shosho. Ya shosho imedumu miaka 500, tengeneza ya miaka 1,000,000 kwa sababu ya watoto na kizazi chako. Are you getting me? Hiyo ya kujenga ndio muhimu kuliko ya kubomoa. Lakini nyinyi mnaonanga kubomoa ndio muhimu kuliko kujenga. Umebomoa, umejijengea nini? Wadhari ya ikarageko. Washo kauga ndako ikiria magana 5 hau we. Twabararie wotire kuja sai. That is the time you need me. Hiyo ingine unaweza kuirushia kwa simu. Lakini ya kujenga, that is the time you need me. Ndio tuweke every scripture ambayo inahitajika kujenga madhabahu, ni tuiweke. Tuongee na wewe wakati wa kuomba, tukiitisha tuiweke. Tuifungue kitabu ya Solomon wakati alijenga table. Akajenga wakati alikamilisha, aliambia Mungu namna gani wakati watu wako watakuja kwa hii table wainue mikono yao, na wamekuwa wamekukosea, wakiinua mikono yao utawasamea. Watakati watakuwa na shida, watakuwa na blasphemy, watakuwa na matatizo fulani, magigoka haha moyo moko maona iguru makoho ya muhera ukamaigwa. Todo he build until today hiyo temple inapiganiwa. Ndio naona Iran inapigwa, Iraq iko huko, Saudi Arabia iko huko, wanapigania those words, not that building, those words, because they were mentioned by a man of God. Remember who did it. Father bought the land, Father bought the materials, the son did it under the instructions of God. It will never be erased. Nobody can remove it from the scene. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing that you have to understand. Building of the altar is more important than destroying it. Because that one you are building gives you the direction, or gives you the power and the capacity ya mali unaelekea. Ile miaka inafaa kudumu miaka 500, miaka 1,000,000. Watoto wako wakikuja, ndio unaonanga kuna vitoto vingine vilikuwa vijiga kwa kirasi. Wajiga kabisa, walikuwa wanakurushia karatasi hapo chini uandikie answers, wanajaza. Sasa hizi wanaendesha Mercedes Benz, wao unatembea mguu kama kuku. Na elimu yako yote na masomo yako yote unatembea wewe ni chokora huko. Wewe unafanya kazi ya matatu na kimutu hata kilikuwa kinapata D. Unakikuta ndio kimeandika wewe. Kiko na matatu 300. Why? Kuna kitu maguka wao walitengeneza. Kuna madhabahu ilitengenezwa. Wanakulia hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. So tengeneza, ukivunja madhabahu, tengeneza madhabahu because of generations to come. Hawatapata shida, hawatapata kuumia, hawatateseka. They will be firm and strong. The suffering ya uchawi ambayo inakufanya ukue usafe saa hizi, you are suffering because your grandchildren, your grandpapa laid a foundation ya witchcraft kwenu. Tunaona unangangana, umepigana, nothing is working. No business, no marriage, no nothing, because a foundation was laid. So when you are removing and destroying that foundation, think about building. What kind of a foundation you are building? The most important is what you are building. Is it for 2 years? Is it for 10 years? Is it for 100 years? Build something substantive. And then he said, then take the second bull and burn it whole as an offering, using the firewood, the symbol of Asherah you have cut down. Akasema baada ya kujenga, build a well constructed altar. After that, chukua the second bull, toa. Ukiitoa sasa, ujenge madhabahu. Verse 27. 27 please. So Gideon took 10 of his servants, 10 of his, not of his brothers, not of his cousins, of his servant, the most trusted. Huyu hapa alichukua the most trusted, and did what the Lord had told him. Bwana Yesu asifiwe sana. And did what? What the Lord had told him. He was too afraid of his family. Now get the point there. He was too afraid of his family. And now Rhoda here is carrying me ati wanataka kuja na sister yake kuvuja madhabahu. The very family ambayo imemweka kwa hiyo shida.
This man was afraid because he knew if they can know, they will kill me. He was too afraid. So he never informed the family. He never informed the peers. He went with the people chosen to him by God. He was too afraid of his family and the people in town to do it by day. So he did it at night. Kuvuja madhabahu is a top secret. You don't even let your children know. Unafanya hivyo. You don't even let your boyfriend know or your husband know. You do it alone. It's a top-notch secret. Because that you are removing the king that has been ruling your family. It is a kingdom you are bringing down. It's an authority you are bringing down. This authority can, if they hear a hint from anybody in the family, they will report you. Na watakukuua. Wakijua ulikuwa unataka kuwatoa, watakuua. Before you do it, utakufa. Utakuta umeng'ang'adhira kwa kitanda. Watu wanauliza nikia hasha turarire ngima. Utwari ngima aranjira ambe ahuruke haha. Niĩ ngĩokĩra rũcinĩ ngorire mũndũ ang'ang'atharĩte. Gũciakuire hau ũtukũ tũtinamenya akuire thaa cigana. Nĩkĩ? Nĩ kaũndũ karĩa ũrenda gwĩka. They will hit you before and they will hit your children. They will hit your business. They will hit anything that you are doing. That is why I normally nikijua kama kosa kanafanyika hapa, sikagogagi mpaka nikajue to the end. I can work with it for 6 months. I can work with you. Nikijua wewe ni nani for 6 months until I know exactly ni nini nafaa kugoga. Siwezi kukugoga kaba mpaka nijue kiini cha huyu na wewe ni nani na mko na nani na huko na watu wangapi, umerecruit watu wangapi hapa. Ndio ninaweza kujua mtu fulani ni lesbian, wanafanyaga hiyo kitu na mimi nitatembea na nyinyi mkiwa ma lesbian pole pole, na hata nitakupatia kazi mingi ndio nikulete karibu sana, ndio nikunusie. Maana ukiwa bali nitashindwa kukunusia, ukiwa karibu nitakunusia, nitajua. Na wakati wa kukulipua nitakulipua kwa sababu ninajua kila target zote penye ziko. Najua point A, wewe ni wa point A, position yako, because they position themselves according to the positions of authority. So you must be able to understand the positions of authority in their family. Kama nyanya yako ni mchawi, usiende kungangana naye Agnes ati shosho ndada gukomiria ngoma ngomena shosho yicho ne ngoma asha abomenya mashosho maiga na makonyi masista makeri makorogo na magogona makorogo hamwe kana ika mabrother makeri ni makorogo hamwe nake kana ika arutire ko alitoa kwa nani? Alienda kununua ama alitoa kwa mama yake ama alizaliwa nayo kwa hapa meano, alizaliwa na bogo hapa kwa mkono. So you must be able to do a thorough search. Na watu unawapenda. Wakati umejua ukisense ni doda ndiye anakuaga shida kwako, mpende zaidi. Mpende na ujirelease kabisa. Only side uweke antena zako zikuwe mrefu, asikuwe lesbian. Nisisikie mko Mombasa. Ufute antena zinakuwa refu kabisa. Ukienda kuona kitu mysterious, unahepa, unagoga ama unahepa. But until don't hit until you exactly know the source ya shida uko nayo. Don't hit, don't touch them until you know the exactly. Hii kitu ilioriginate sangapi, ilianza na nani, ilianzia wapi, ni nini kilifanyika, ni maneno gani walinena. Hallelujah. Ni maneno gani walinena na imenenewa nini? Na imenenewa yes, kuna busi ilichijwa, kwa hivyo kuna damu ilimwagika. Kuna muratina ilimwagwa chini, kwa hivyo maguka waliitwa. Kama kuna muratina ilimwagwa chini, maguka waliitwa. Kwa hivyo maguka wako part and parcel ya nini? Ya hii kitu. Kwa hivyo ujue si haka kama mwanamke unaona, ona the bigger picture. Si guka, uone shosho, uone anko, uone maanti, uone watu wa neighbor, uone wale watu kama guka yako alikuwa mugaga, kuna watu walihudumia, walikuja kutoka Tanzania, kuna watu walihudumia kutoka Kisimu, kuna watu walihudumia kutoka Kakamega, kuna watu walihudumia kutoka Garissa. Kwa hivyo this is not an ordinary person, is a national. Na kama kuna mtu alitoka Amerika ni Mkikuyu, lakini alipanda ndege kutoka Amerika akakuja akahudumiwa na huyu mzee, ujue kigogona huyu mzee ni international. By virtue ya huyo alikuja kutoka Amerika, imekuwa international. So you will not involve kama mtu groko kapasta kwenu ati kwa sababu kanafanyaka watu wanaaguka. Na nikapasta kakatodo kule Ishaweli, hakajawahi kutoka Ishaweli, ati kakuja katoa hii madhabahu, katakufia hapo. Lazima sasa uone huyu mtu, uaddress, ujue ni watu gani wanaendaka kwa huyu mtu. Ni guka don't kule mtumia wa umete Amerika, kuna mama alikuwa ametoka US, kuna mama ametoka Australia, kuna muhidi fulani alikuja. Unajua this altar is international. Wale watu wamevisit ile altar ndio na qualify ikuwe nini. So ukiona imekuwa international, usiende kwa kama pastor Karoko.
mtakufa na yako kapasta katafinywa, hata kama kako na anointing, hata kama kanafanya hivi unaona mvua ina move inaenda badile gine, usika involve, mtakujwa na yako kama karatasi ya nylon ikichomeka. You get a person that has international capacity. Mtu ako na power ya madhabahu ya international, ndio anaweza kuvunja kitu international. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijaribu, maana wengine hapa mmiende mmiakishiwa kado. Mwakilio msuma wa Michael, alage mwakilio msuma wa Gabrieli, alage mwakilio msuma wa Kena wake na mwakilio msifi wao wa Mikaelo, ukiwa msifi wa Mikaelo atene madhabahu yako hujira na nemokoriro turaga dadora ndare umaginya dadora kero gya kagitire gya kinyaginya ruai ni wikiraga hau athiaga githaka hau ndari ginya kioro ndari undu ati akuvunjira madhabahu akwakiria kando uguthina andu ingi ha muthinite ni undu waguo, utapata shida ambayo hujaiona, maana wamejua ulikuwa unataka kutuchokoza. Mashoka makaria rais kama mundu kali uragete ukaigwa kararo alire garaku akamuganga kau kana ga pastor kau uraigwa karago thirwo ni ngari. Mulisikia yule kuna pastor mwingine pale Uganda, hapa mpaka ya Busia na Uganda, alienda pande wa Uganda, alikuwa ni Mkenya, akaenda pande ya Uganda kutoa hizo madhabahu, akaegesha gazi yake chini ya kivuli ya mti. Mnakumbuka hiyo story? Akaenda kutoa madhabahu, alienda akatoa, akanena na zikatoka, na akasema liana wede, na ile kaida kurudi kutoka. Alipoingia tu kwa gari yake, ile mti akafinyiwa na gari yake hapo, yeye alilia na akaenda. Haudhubutu hata kidogo kungangana na madhabahu usioielewa, na mlima wote ambao haujui, wachana nao. Wakaeni kana wao, kama ni wachawi, familia mzima ni ya wachawi, nyenyekea tu kana wao, endelea kufanya utafiti polepole, ndio ujue kihumo hii madhabahu ilitoka wapi na iko kwa familia hii miaka gapi. Hapo ndio Mungu atakufunulia, akwambie peleka kitu fulani. Walitoa busi tu, walitoa busi 5, tafuta hizo busi 5 in the form of money. Unajua nyinyi mnasemanga ni dikeruta aboli, dikeruta aboli, si ndio tunasemanga wa Kristo? But can I shock you? Every sadaka you give here is a busi. Every sadaka you give is a busi. Tunatoa sadaka pesa kwa sababu hatuna busi. Haleluya. Kila wakati unakuja hapa umewekelea pesa yako hapa, hiyo ni boli. Wewe wako ndio utaka boli, menya ni utaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni sweat yako. It is your sweat. It is your blood. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasikia ni kama wamebarikiwa? Ni wangapi wamejiangalia, umeona umekuwa mjinga for a long time? Ndio tu mkono wako. Ulimoni muigio kole tona ulimo muigio muno. Bwana Yesu asifiwe sana. This thing is a top notch secret. It is something that you operate like a mafia. Systematically. Unacheza game zako zote mpaka unahakikisha kwenu kumekuwa sawa. Since tulienda kwetu, mama yangu ndiye alikuwa ananiroga. Ile madhabahu ilikuwa ndani yake, ilikuwa inanizuia kupanda. Unanielewa? Ile madhabahu iko ndani ya baba yako. Baba yako anakuaga mrogi by virtue of being your father. By virtue of being your mother ni mchawi. Maana ile madhabahu mahali amefika hapa, na wewe unataka kupanda hapo juu. Madhabahu hii inaanza kupigana na wewe. Na kwa sababu ni mama yako, huwezi kumshinda. Sasa umutumilie ujanja, umupeleke round mpaka yeye mwenyewe ndiye atakonfess. Nilipeleka mama yangu mpaka akanikonfess. Alakuire mundu mwega riu. Arathi ema tu iguru na Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Angetuacha kwa kifugo. Angetuacha kwa kifugo huyo mama. Maana kwanza mama yangu alikuwa general. Mama yangu alikuwa ni priest, alikuwa priest. Kwa hiyo mambo ya mau ndiye alikuwa anapatiana kiapo. Mtu yote anapatiana kiapo ni priest. Alikuwa na buduki 7 na alifugwa. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa, she was an authority, alikuwa na batoni yake. Kwa hivyo huyo mama was much powerful than even me, until lazima ningemsubdue. Hello, lazima ningemsubdue ndio na mimi nichomoke. Hata kama amekufa, roho yake iko hapa. We are talking of spirit. Kitu ilifanyika miaka 200. We are not talking of something that is equal ni spirit ambayo ilifanyika 200 years. We are fighting an altar of 400 years. We are fighting an altar of 200 years. This is a spirit. So we are dealing these things spiritually.
You have to subdue ndio upate upenyo, maana unakuaga na baraka, lakini baraka zako zinaishianga within her limitation. Mahali ile pesa alifikisha 10,000 ndio unapataga, na hiyo ukikaa kwa hiyo 10,000 unakuaga na raha mzuri sana, uliaga ugakena tondu thia ugetie tumatumbo na gakuo kainge, tondu niko getagio na tumani na kahigo nuthu tondu ngiota kwa afford kanyama na uguo na uguo mami wanyu atumanaga thie mugire kamani na tumatumbo twa ciringi 5 na kaniga ciringi 5 na kau niko etagia nginya umuthi uyu ni wekaine ni wigagiro kani tondu kau, that is your operation area, that is where you are limited. Hapo ndio umewekwa. Until you subdue these forces that speak in your life, you will never be successful. Christianity will never save you from altars of your family. Christianity has never addressed and will never address the issues of altar. The issues of altar is personal, not Christianity. Jesus never addressed the issue of altars. He addressed the issue of sin. The sin that was committed by first man Adam. He died for it so that he can redeem first man. Amulete in na alifufuke alete second man. Period. Kazi yake kaishia hapo. Hii ingine ni kujitafuta. Hii ingine haitabui kama ni Mkristo, haitabui kama wewe ni munani. Inatabua lineage, bloodline. Inatabua ile village umetoka. Inatabua the altars, generational altars that are happening in your family. Just look at them, you will see. Look at them, you will see. There is a hand of God in you. Unakuta una upenyo, umesaidia watu wengi. Unakuta umesaidia mtu amekuwa milionea na wewe ni bado unaomba chakula. Kuna watu wamepitia kwa mikono yako, they are millionaires now. Lakini wewe saizi hata fare hauna. Idea, una generate idea. Mimi niligenerate, unaona hizi stalls ziko hapa za Sianda stalls. Hiyo ilikuwa idea yangu. Nikaenda kwa Jega Karume. Nikamuelezea maana nilikuwa nataka kutengeneza stalls hapo. Akaniambia, "Hey, Dora, noka." Nikamwambia ilioka. Kerehe horo. Nikamuelezea venye nataka na nikamuelezea baka. Sasa akaja, "Wewe nore. Ni faida ile kwegerehe." Nikamwambia, nikamfanya mpaka hesabu, tukaona by every day tulikuwa tuna collect 3,000 na zilikuwa stalls 210. So akaangalia akaona 210 ni pesa ngapi? 630,000 per day. Per month ni pesa ngapi? Ni 18. Si ni 18? 18 million. Alivuruta drawer mara moja hapo. Ni wazee wajanja. Ni watu wajanja. Hawa wazee wa mbele yetu. Alivuruta drawer. Akanipatia 1.8 million. Akagogorera sai. Ndio gekeraga gari petrol. 1.8 million. Niende niweke gari petroli. Mimi nikafurahia na nikasema God thank you. Nikajua nikaona sasa capital ya kuanza kazi iliko nayo. 1 week later, maana aliniambia nikuje mwisho wa mwezi, maana alikuwa naenda safari. 1 week nikipitia hapo, nilikuta mafudi wakijeka stalls na bibi yake. Alinunua, aliniuliza ni pesa ngapi mtakuwa mkitengeneza per month. Nikamwambia ni 18. Akanipatia 10% ya 18. He bought me out of it. Na akainua madhabahu. Kutoka hapo akafuga maisha yangu. Nilijaribu kufanya biashara nyingine, haikufanyika. Mimi niliona 1.8 nikaifurahia. But he bought me out. Akaniondoa. Na hiyo alinunua akili yangu. Akaswap na 1.8. Mimi nilikuta mpaka saa hii leo madhokomaga 78 million per month. Saa hii hapa 78 million per month. Na hiyo sasa ni mimi ningekuwa nakulia. Unaniona? You are poor not because you are poor. You are poor because something was swapped from you. Walikunyonya na straw. Ulipelekea mtu idea. Huyu mtu alitengeneza hii ya Safaricom, hii M-Pesa Safaricom. Alikuwa anaitwa Onyango. Onyango was my friend. Onyango ndiye alinikujia na hiyo idea.
Tukaambia tuende kwa then ilikuwa Kencell. Najua watu wa Kencell, watu walikuwa na Kencell, wanakumbuka Kencell? Yetu watu wa Kencell. Ated ilikuwa inaitwa Kencell. Tukapelekea watu wa Kencell, wakatusikiliza, wakatuambia this cannot happen in this world. Na tukakuwa dismissed. Kutoka hapo mimi nilikuwa najua Baba Karo. Baba Karo ni yule alikuwa anaendesha safari rally. Mushina, Baba Shiro. Mushina. Alikuwa Mushina. Alikuwa rafiki yangu sana. Nikaenda nikamkuta kwa duka zake, maana yeye ndiye alikuwa wa kwanza kutengeneza duka za Safaricom, na alikuwa rafiki yangu. Nikamwendea nikampatia idea. Baba Shiro alitupatia 200 akatuambia, "Wacha niongee na madirector nitawaita." Mjaruo yangu akachukua 100 na mimi 100. Tukaenda pale, tukakaa siku kadhaa, akaitwa mjaruo, mimi nikawekwa kado. Akaita mjaruo. Tadumira mwana kioria. Kwa sababu alijua idea sio yangu, alijua ni ya mimi, nilikuwa tafuta linki. Tadomera mwana kile nikatuma mkijana. Akaenda akakalishwa, wakakaa chini yeye na Michael Joseph. Wakakaa, kijana akatapika zote. Akapatiana story zote. Akaitwa expert, akaambiwa kuja next week. Kuna watu tunataka mkae na wao chini. Kumbe ni expert. Akapatiana kila kitu. Michael Joseph wakarudi kwa mfuko, wakapatia huyu jamaa milioni 2 na akaambiwa aniondoe kwa hiyo system, maana this thing cannot work. Na huyo mtu ni wale watu wa Mogeke wanaweza kukuletea shida. Akaambiwa wachana naye kabisa, usirudi kwake. Alafu wakakuja wakaniita, Baba Shiro akaniita, akaniambia may his soul rest in peace. Akaniambia mwanake wako ni lako haile kedo. Na jamaa alikuja akaniambia sijapatiwa. Tulimpatia shilingi milioni 5 akupatie. Mimi nikaenda kuvuruga jamaa. Jamaa aliposikia ninamtafuta akatoroka. Akaenda. Saa hiyo jamaa alipotoroka, mimi nikawachwa sijui ni nini, wakaikibia hapa Sheria House, wakapatent. Do you know how to patent? Wakapatent hiyo kitu ya safari, hiyo M-Pesa. Wakaipatent. Sasa ikakuwa ni yao. Jamaa amezunguka hapa akifanya kesi, ameshindwa zote. Ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wako hapa duniani, they are waiting for that idea you have. They swap it and they will give a sacrifice. Hawakuachi bure, they will give a sacrifice for your brain. Sasa wao tunauga nini dada nekirenya mwino na M-Pesa ni mimi na higoe wetere ile gari wale taraini haha madhamere ciagomu. Na higo kwena ambudo matogete watu wako na mapesa mabilioni. Safaricom is making money out of that M-Pesa, and that man is very poor. Tulikutana yake akinipatia idea nyingine venye tutafanya, nikamwambia hapana, kama ile ilituponyoka hata hii wachana nayo, enda tafuta mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Na that ametengeneza, yeye ametengeneza ile inaitwa M-Cash. Mnajua M-Cash? Ni yeye ametengeneza, lakini imegogwa, imechukuliwa na huyu jamaa. Kuna jamaa mwingine anakuaga hapa hii, anakuaga na sako fulani Mwebu, ilikuwa inaitwa FEP. Ile mtu wa FEP na alinunua, alimwambia kuja weka hiyo idea yako, weka wakakuwa partners. Alafu Bwana Yesu asifiwe sana. Learn to protect what God has given you. So he did it in the night, he did not do it in the day. Hiyo kakitu Mungu ameweka ndani yako, kafiche ukatumie kwa maarifa. Ndio naonaga mimi saa hizi, kwa sababu ya kujua mambo mingi, nafanyaga vitu zangu very secretly. Mnaonanga kitu imeripuka mahali ile nataka mjue, nitataka mjue, lakini nitataka mjue tu a certain level. Hiyo level nyingine mtastukia nikifanya, mtasikia kwa radio nishafanya, sababu sijui ni wangapi hapa wachawi. Ndio ni arogegana tu nao haha yeni tumetaka ujarie uguo makanya konya kuri andu majikirite straw haha no kuonga maroga na murija mario hau no kugucia gucia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwarathimo. Are you happy for that message? Now you've learned something. Do you have a question? Anybody with a question? Kama uko na swali niulize tu, ndio niwadilisi muende nyumbani mapema. Uko na swali? Yeah? Yes, uliza. Kama kule nimeolewa, baba ya huko alikufa na ile kifo alikufa nayo ndio ikakufa na maadhi, na halafu hiyo maadhi alikufa nayo ikakufa na mzee wangu. Sasa hapo kuna laana
imefuata hiyo. Sasa si kwa sababu mzee wako si wa huko, ni kule umeolewa. Mama yake alikufa kama baba yake, na mama mtoto akakufa kama mama. Kuna kitu kitako keng'oki kana kerumi. There's a generational curse in that family. Na sasa hiyo lazima uende deeper, ujue ni nini kilisemwa, maana ni mugabo. Kuna mugabo ilisemwa ambao walikataa kutimiza. Yes. Simama juu. Kitu hilo unaweza fanya nayo sana, si kuivunja. Maana si virahisi ufaulu kuivunja, lakini unaweza kata kitovu, kwa sababu bwana yako sasa mko kitu kimoja. Msichana atatoka kwa mama yake na baba yake, na mvulana atoka kwa mama yake na baba yake, wakuwe kitu kimoja. Now you are one. So once you are one, madhabahu ile iko ndani yake ina operate ndani yako. So ile kitu unaweza kata ni kitovu, ujidisconnect na yeye in the spiritual realm, na udisconnect watoto wako. Are you get it? Alafu sasa ukijidisconnect, uvuje hiyo madhabahu, ujiinulie yako. Usimuinvolve, ujiinulie yako ikue kubwa. Kama wao ni wachawi, ujiinulie yako ambao uitolea sacrifice kubwa. Ndio whatever they do on the other side wanashindwa. Hii madhabahu yako inawapiga. Umenielewa? Au kuelewa? Sijaelewa. Nasema hivi. Anatumia madhabahu ya mama yake. Ya kiuchawi. Ya kiuchawi. Sasa wewe unafaa, kwa sababu already mko one. Kwanza kabisa utoe dhabihu, utoe sadaka, utoe nini? Uinue madhabahu ya kudisconnect kutoka kwake na bwana yako. Si kumwacha physically. Unaweza kukaa na mtu kijua ni mchawi. Udisconnect na maneno mingi mumeongea na yeye, na sexual altars ambazo mumefanya na yeye, all those things ambazo covenants ambazo mumefanya na yeye. Udisconnect yourself from them. Alafu uraise altar yako ikuwe kubwa kuliko. Sasa wakikurushia itakuwa inapiga. Na nitenganishe pia na watoto. Na pia utolee watoto watenganishe na baba, maana wamebeba damu ya baba. Haiwezi nipiga tena. Haitakupiga as long as you understand ni nini unafanya. Na kama ni ule mtu anaendaga continue. Haijalishi as long as uinue madhabahu yako ikuwe kubwa. Yes. Na nitajuaje yenye waliekelea kule ndio niekelee? Ukifanya maombi, uende 3 days ya kuomba, Mungu atakuonyesha huko kwao kukoaje, na atakwambia nini unafaa kutoa. You involve God. Nilisema this thing, it is only God who can reveal to you what it is. Mungu alikuwa na ng'ombe wawili kwa famu ya Joas, na alikuwa amezificha huko. Ama base ya wewe ni kutoka kwa hiyo boma. Siwezi ku-advocate that. I can't advocate you to go to. Ninajua pain ya kukaa single. Na kama ina affect watoto, ugonjwa nini, siwezi wainulie kama mama. Like me. Hana wairikana. Alitagira mwana wake o mwaka. Thank you. Nani alikuwa amechukua hapa? Ni huyu, alafu wewe. Mimi ile swali niko nayo ni kitu sijaielewa. Cause nime experience hatred since I was born. Na hatred inakuja na all relatives, mahali mamangu ameolewa kutoka nikiwa mdogo. Na hiyo hatred imecontinue mpaka na baba yangu. Baba yangu hawezi kukuombea vizuri, hawezi kukuambia anything positive. I remember there was a time nilimwambia asomeshe watoto wake cause nimelemewa, ameniachia. Nilikuwa nimetoka tu form 4. Akaniambia hajali ile kazi nafanya, hata kama ni ya prostitution, bora nifanye hiyo. He doesn't want to take care. So imekuwa na hatred all through. Ya relatives, ya wengine wanatuish tukufe, especially me being the firstborn. Na kuangana vita kali sana. Yes. Thank you. What you are doing, you are carrying the burden of a firstborn. Kuna vita za firstborn.
Firstborn wote wanakuanga na vita zinaitangwa firstborn altars. Mtoto mzaliwa wa kwanza ndiye amebeba mzigo wote wa familia, maana yeye ndiye ako na kifunguo ya familia. Na firstborn wengi wanakuaga na shida, akili inapungukanga na maisha yao inakuanga stagnated, na wanakuanga little bit confused because they are constantly attacked. Mtoto wa kwanza si mtoto wa familia, ni mtoto wa Mungu. Anything first belongs to God. Are you getting me? So the devil relentlessly fights you as the firstborn because you are carrying the key to the family. Wewe ndio unaweza kufanya watoto wenu wafaulu ama wakosa kufaulu. You have the mantle of the family. That's number one. Hatred inakuja kwa nini? There is something, a gift you have. Na hii gift imetokana na mambo ya kiugaga. Your generation kutoka nyuma, kuna watu walikuwa wagaga, akina Maguka na Mashosho. Unaitwa nani? Wabui. Wabui. Wabui alikuwa nani? Alikuwa my grandmother. Alikuwa nini? What was her role spiritually? Spiritually? Siwezi jua, cause kwetu nasikianga wakisema hawaguzi uchawi. Kama unasikia kwenu kukisemekana kusiwahi guswa uchawi, kulikuwa na uchawi. Kukainuliwa sauti ya kuzuia uchawi mwingine ukuje. What? Yes. Mugaboshi wakiumireko. Ndukana hikie muge goko gutikana hikio mururire tone kwa hiketio mururire warehire thina. Okay. So kama walisema kusiguswa uchawi, kulikuwa na wachawi. Yeah. Na sasa hiyo uchawi as a firstborn wewe ndio umeubeba. So literally wewe ni kamchawi fulani. Nikwambie hao wewe ni kamchawi fulani. Unaotaka na watu wazee wa familia. Na wengine wengine wamekufa. Huyo Wabui. Most of them watu wamekufa kwetu, imekuwa ni mimi naambiwa nizike. Yes. Lakini unaotaga na wao. Yes. Huyo grandmother umeitwa. Unaotaga na yeye. Kabisa. Yes. Ni hao walikuwa wachawi na wewe ni mchawi. By virtue of that lineage. That's why niliota pastor akikuja kuniombea, alafu akaniuliza unafanya nini na wakongwe? Yes. Nikamuuliza wekaga ate anorogi. Nikamuuliza wako wapi? Akaniambia ndio hao 5. Wekaga ate anorogi. Wekaga ate na maundu macio mao mucie. Umehold them. Ndio unaona burden ya kwenu familia yote umeishikilia, maana wewe ndio high priest ya uchawi kwenu. Alikuwa huyu next. Unaweza kuwa mchawi bila kujua, bila hata kuguza uchawi. By virtue of a spirit you are carrying, generational spirit. Okay, swali langu ni like myself. Tumekuwa na shida moja home, tunagojeka tu the same disease. From my mom, I stay with my mom, na ni mimi namwangalia, ni mzee. Na tumekuwa tukiumwa the same thing like all my sisters, my brothers, wengine. So tumekuwa na shida moja mpaka mamangu anaanza kuuliza kwani shida ni gani? And then I have a daughter. Mahali nilikuwa nimeolewa sio hakuwa amezaliwa hapo. So there were so many, mwenye alikuwa amenioa hapo mbeleni akanena mambo mabaya sana. Na huo mpaka wa leo huwa naona kama imemwaffect kwa sababu hajai toka hapo. She's 25. Hajai toka hapo, amepitia mambo magumu, amekuwa mgonjwa all through. So ni kitu nimekuwa nikipitia. Wewe umezaliwa wapi? Mzaliwa Kinangop. Yes. Originally mlikuwa mmetoka wapi? Baba yako alitokanga wapi? Murang'a ama Nyeri? Okay, guka yangu alitoka Murang'a. Cause ni wale watu walikuja wakapelekwa huko, lakini guka yangu alikuwa amepewa shamba Nyandarua County in Karati. Yes. So sana kuuliza. Guka yako alikuwa Maumau ama alikuwa unasikia alikuwa Maumau? Alikuwa Maumau, alikuwa anaitwa Kimemia. Kimemia ninamjua huyo. Karate ka Kimemia. Bas, Kimemia namjua. Kimemia alikuwa muuaji mkubwa sana.
kubwa sana. Alichinja watu wanaitwa Gati. Usimuko na hiyo story. Nyamadhejire muno, nyamoragire muno. Na alikuwa kama ndio alikuwa commander kwa Maumau wa kupigana na hao home guards. Hao home guards nao waliinua, wakainua mchanga, wakasema nawe ungiroro thuro ni teri nikio monaga muthuritwo ni teri. Whatever you try to do, it will never accept you. You try a business, refuses. You try marriage, refuses. Tolo ni kuri kirumi kwanyu ungiroro thuro ni teri ni undu wa cieko cia guka wanyu andu aria thejire. Hata shushu mwenye alikuwa na wake watatu. Okay, ni wengi but wale wanajulikana ni watatu kama wangu kama lakini sasa shushu mwenye amezaa babangu walimuua hiyo time. Walikuja kutafuta sasa Kimemia, wakapata shushu akakataa kufungua, wakampiga risasi, lakini alikuwa na mtoto kwa mgongo. Shushu akakufa. So sisi hatukuwa yona shushu yetu. Sasa huyo waliomuua ni home guards. Kwa sababu bwana yake ni Maumau. Sasa wao home guards waliwalaani na nyinyi mkalaani wale wengine. Alafu unfortunately ile kitu kama sasa your boyfriend, you had a boyfriend, si ndio? Ambaye mlienda mlikuwa mmependana sana, mkaenda kwa muda, alafu kwa ghafla kitu ikatokea. Mkaanza kuchitiana. Si ndio? Huyo boyfriend ni wa wapi? Ni wa Murang'a, ni wa Kiambu, ni wa Kenagof? Alikuwa wa Nyeri. Alikuwa wa Nyeri. Sasa from Tetu na kwa walikuwa na Nyuki. Uende utafutilie huyo boyfriend yako ni mzaliwa wa home guard na wewe ni mtoto wa Maumau. Sasa kiapo ya home guard na ya Maumau ikakulana, na most of the time umekutana na wanaume ambao ni home guard. That is why you are miserable, because there is a note against you, the lineage yenu kupukuana ama kulala na mtu ambaye ni wa home guard. Okay, man of God, what am I supposed to do? This has really affected me, affected my family. Yes. And I always feel like I carry that burden. I don't know why. I'm the last born. Because you are the Gideon of your family. I'm the last born. Gideon was the least in the family. And from the least clan in the family in that area. So Gideon ndiye aliinuka akavuja hiyo madhabahu. So you can raise an altar to destroy the altar ya Ugati na hiyo Maumau. Alafu tuchukue hiyo mchaga hiyo ililaniwa, ni nene baraka nikupatie. Amen. Thank you. Thank you. Alikuwa next, alikuwa yule Apostle. Yes. Mimi nimekuwa nikisumbuliwa na magonjwa hayaeleweki. Kama last year ninaumwa na hapa hii area. Nikienda hospitali magonjwa haipatikani. Na imenisumbua for long, na ni affected mentally. Na ugonjwa haipatikani. Kwenu ni wapi? Gatundu. Wewe Gatundu. Unaotanga ndoto ukifukuzwa na vitu. Alafu wakati mwingine unajikuta nyoka ni kama inataka kukuuma. Shosho yako anashukiwa kwa nani? Sina history sana. Ukisikia from bali kwa shosho wanyu, nikie wetikeletwa nakyo? Uchawi. Thank you. Walikuwa wachawi na ndio uchawi inakukula. Maana walikuwa na lineage ya Kiuganga. Sasa hiyo ilikuwa wewe ndio ulikuwa uchukue. Lakini kwa sababu wamekataa ku pick on it, ndio inakuaffect. Ndio unaona unaota ndoto za kukibiswa na mang'ombe, unakibiswa na manyoka, ama unajikuta kwa cliff. Sidio? Yeah. So it is about witchcraft in your family. You are supposed to pick hiyo ugonjwa, hiyo nini? Hiyo githito. Wewe ndio unafaa kukuwa nayo. Ndio unaonaga most of the time unashaikaa mahali ukinaenda, ukifika sasa tuseme umetoka hapo umeenda Nakuru mahali fulani, unaona ni kama ulikuaga hapa. Unaona ni kama hapo ni mahali unajua. Ulikuaga huko spiritually, ushapelekwa huko spiritually, because spiritually wewe si mtu.
You are not a 100% human being. Unatokaga kwa nyumba, unaenda mpaka mahali kama Uganda, tena unarudi. Na ukilala unalalaga 444. Usigisi kakikushika vizuri, unalala mpaka haujisikii kabisa kabisa. Na ukikosa usigisi, hata siku 2 naenda. Ni kweli? Because kuna wakati unaendanga out of body. Because wewe ni mganga. Sasa nafaa kumaliza hiyo kitu. Hiyo tutavunja, ni kukata umbilical cord, kukata kitovu chako kile kimekushikanisha na hiyo bloodline utoke. Hata mimi hivyo ndivyo nilifanya. Okay. Yes. Sasa. Kulikuwa na mrembo hapa. Huyu wako hapa mbele. Are we learning something? Yeah. Okay, yangu ni kuhusu, kuna hii topic huwa unazungumzia sana about dad ndiye anakuanga baba ya mtu, ndiye amebeba blessing. And someone like me, and I have a brother, I have a sister, and dad and mom wali separate kitambo. Hata niliambiwa sikuwa nimezaliwa, wakiachana alikuwa na mimba. Aliacha amekudunga na kaenda. Yeah. Yes. Sasa and na ako tu hapa Kiambu, like alioa, wako na watu wengine, he doesn't bother. Sasa tutafanya nini? Na unasema ni yeye ndiye amebeba, kama ako hai ndiye amebeba baraka zako. Like my brother is huyo kwanza ndiye maisha yake tu. Yes. Sasa kaa chini. If your father is still alive, na hata kama ameoa, ameenda, walikosana na mama yako, ndio nimekwambia sasa hapa ni mambo ya kutumia akili mingi. Maana yeye ndio ako na neno ambalo linaweza kukufuga ama kukufugua. As long as ako hai. Ngoja, swali ni huyu najibu. Sasa ile kitu utafanya, maana baba yako yuko hai na wewe ni msichana na unaona uko na akili mzuri. Huyo mzee utaanza kumtongosa ukiwa bali. Pole pole. Utumie kama 500, ukikaa kidogo, mpigie simu, hi dad. We hata kiongea venye ataongea usijali, urushie kama 500. Anakunywaga. Bas. Kama ni mlevi, huyo ndio mzuri. Murushie na umwambie dadi, umrushie kagiri kamoja. Na umwambie dadi, ndenda uga akuona, jira hali akuona. Bas. Sasa wachana huyo madhe, wachana huyo. Sasa ni wewe, ni maisha yako. Make sure umtafute. Kama anakuaga Nairobi, weke Ukristo yako kando kidogo. Uende umwambie uthiaga haniho nyuaga kama ushifu mothe ndenda gutwara ukare. Uende umwekea kanyama. Na umununulie, usimununulie na kunywaga. Mununulie ile tampeleka bio. Umeelewa? Sasa wakati umeona ameanza kushika, ameanza kusumailu, ameanza kukushika, my daughter, wewe wako, wewe wachiro, wewe maito. Sasa hiyo umwambie daddy aliyakiugo ya kudathima. Enda kudathima wewe, uthiereme wewe. Dada ni twingilia hapa, dada kudathima mwana wako. Na hata maybe atakumwagilia atapobe, usijali. Mmewachana naye. That's it ends there. As long as actually it will be reversible. Tumia akili. Usiende na Ukristo. Tefafa ni dikekera pa. Fafari wado magenya na de bari. Eko getwe katia. Bai ni yo yego theku. Ona wako ratumia meno ikule dukamone. Wone fafa wanyu. Omenya umuthi drauma na kirathimo giakwa. Yes. Haujui baba yako na kama haujui, you are lucky. Kuna yule mama yako alileta kama boyfriend? Hakuna. Ukujua mpango ya kando ya mama yako? Alikuwa na adabu sana. Alikuwa na ficha kama banki. Bana, mimi nimelelewa na shosho, mamangu alituacha. Aliwaacha. Alikuwa na Sasa uko na anko. Anko ndio ako na baraka yako. Mama. Kama uko na anko, mama wa mundu niketa kwa mama nikyo tumuhoyaga irua. Brother ya mami wanyu. Ucio ni ari na kirathimo giaku. Yes.
for me siku hizi mother every time akituona even though she's not 100% akona dementia anashidaga akiomba anasema mwathani rathima ciana ciakwa ndio cioragio ki na tithire ndina guongare moni kuriha. But then I had a dream. In the dream nikapata mtu kwa nyumba yetu. Nikamuuliza wewe ni nani? Akaniambia ati ni loan officer. Loan officer? Akasema ati madhe alikuwa na loan yake. Nikauliza ni pesa gapi? Akaniambia. Ngapi? 47,000. Yes. Sasa mimi nikaona hiyo pesa hata si mingi. Ni kidogo. Lakini mimi nikaona niko na 20,000. Nikaenda nikatafuta madhe. Nikamwambia madhe unakuaga na loan na huku tuambia. Nikashindwa kwa nini amenyamaza all along. Akaniambia wewe unataka kunegerete pesa. Na mimi nikaona nikaa alikuwa amenipatia lakini nilimaliza. Na nikaona hata zenye niko nazo si patia zile alikuwa amenipatia. So ati nikaona nimecall my sister kumwambia nitumie pesa tulipe kwa sababu walikuwa wamekuja ati na auctioneers. Nilikuwa naona kuna nyumba though imeisha. Sijui kama imeisha saa hii lakini naona wakati ilikuwa inajengwa naona ya mawe kuna wakati ilikaa bila kuisha. So nilikuwa naona wako kwa hiyo nyumba kuna vitu wanatoa. So nika call my sister anitumie pesa tulipe hii loan. My sister akaniambia nadhima yako ndiraruta wera ke. So sikupata. Nikaona my brother akaniambia ako na 3,000 nikamwambia kimbie aniwekee pesa. Leo ile dadire nikaenda nikapata madhi nikamuuliza madhi ni kwa ndoto sasa? Ni kwa hii yote ni ndoto. Akaniambia ati wewe menyori ogweka ati nimeingia kuimba. Akaanza kuimba. Sasa mimi nilikuwa naona niko na 20,000. Alafu nikaacha kuna mtu alikuwa anatutetea sana. Alianza kuambia huyu mtu acha usibebe hizi vitu saa hizi. So nikamwambia madhe nedatiga ngania dona gani demo nedatiga ngania agituteterai. Reke nyone uria auga. Kurudi ile side nyingine sasa kwa sababu I'm running up and down looking for. Mimi nilikuwa naona even though I had 20 nilikuwa naona natafuta I think 20. So nikaenda nikapata ati yule mzungu amenioa amefika. Though nilikuwa nimemwacha na nimemhepa aji kwenye niko. Nikasema this is the man I wanted to see. Ati nikaona atanipea 10,000. Alafu nikaamka. So sikufikisha 47,000 and I don't know. Sasa kwenye ndoto ama maukishonia walikuwa nakuja kuauctioni kwa sababu nini? Ni nini? Walikuwa nataka kuchukua kwa sababu what was the reason of auctioning? Ati kwa sababu ile loan madhe alichukua hakulipa. Alichukua ya nini? Wakisema. Mimi hata sikuelewa. Nilikuwa naona kani ya kumaliza ile nyumba. Nyumba gani? Si ya kumaliza. Yeye alichukua kutoka kwa nani? Maana kuna mtu most likely baba yake, uncle yake ama guka yake. He was a stranger. Who? The man that I saw. No, they were those a stranger. Loan iko kuna pesa alikopa na mama alikataa kulipa. Umeona? Sasa kule alikopa most likely alikopa kwa uncle ama kwa baba yake ama kwa guka ama shosho. Relatives alikopa kutoka kwa relatives. Ndio hawa. Hiyo ni moja. Namba 2 venye nimeisikia kidogo ni kama alikuwa anaenda kwa waganga. Na kiwa kwa waganga kuna pesa hakulipa yote. Ndio inamfuata. Okay. Yes. So what am I supposed to do? Sasa you need to pray ujue kama ni kwa kinango kama ni kwa kinango na ni tutafute ni nani yako hai yule jina kama walikufa hiyo jina tuwapatie. Lakini kama ni kwa waganga ni hapa. Okay. Thank you. Somebody else? Ni moiganira? Yes. Penye nilitoka hiyo kitu imefanyika everybody kwa familia. Kwenye ulitoka wapi? Kwangu. Kwako? Kwako aje? Kwa Bwana ama? Penye nilitoka kwangu kwa Bwana. Sasa hiyo kitu imefuata my brothers, my sisters. Hata mwenye ako kwa ndoa moja. Bwana yake ako na shida ya ugonjwa wa sukari, kwa hivyo ni kama tu kukaa.
So ni kama tu. the whole family. Ni kama yuko, ni kama hayuko. Yes. So nikuulize swali. Ulikutilia guka? Ulikutililia guka? Alikuwa na bibi wangapi? Mmoja. Shosho yangu, lakini hawakuwa nikiwajua hawakuwa wanakaa nyumba moja. Ni kwa nini? Ni sababu gani ilisababisha wasikae pamoja? Ukisikia? Sasa nilifikiria ni uzee, sijui. Si uzee? Hawakuwa wakikaa nyumba moja. Kwe mundu wanyitire uri onge na utharia. Okay. Nikio shosho wanyu ithe ndakeirwo haria kona-ini. Ukakita kwani na nyumba yali handu rugongo, ngi hau kianda. Ukaikarage rugongo arafu riri arwarire niguo arehirwo gwa shosho. Shosho ikaraga ya kianda pio. Mutumia bibi mwenye mulikosana na yeye kwa sababu ya issue kama sex kama nini, anajegea kwa hatupagwi, anajegea kwa nyumba kale pale kado kwa sababu amfanyia huyu mzee makosa. Umenielewa? Ni shosho alifanya ama ni guka? Ni shosho alifanya. Ukiona alijegewa kado, ni shosho alikuwa na makosa. Maana wangekaa hapa juu pamoja. Unanielewa? So that reason, hiyo the act hiyo ya sexual ambayo ileta separation kati ya guka ndiye miwaforo. Sasa wewe nikuulize, huyu mzee wako alikuwa na kuaccuse unafanyanga nini? Mimi ndio nilikuwa na muaccuse. Na nini? Na hizo vitu. Na sex. Lakini kwao na sex. Na dada yako aliaccuse bwana yake na nini? Dada yangu mwenye my brother mwenye ako nyuma yangu ni kitu gumu, alikufa akaacha bibi yake na watoto wawili alafu